Sasa mzigo wetu leo bwana unaanza tukiwaona wasichana wawili, mmoja ni Carol na mwingine ni Alex, na hapa wapo nchini Switzerland. Ukitazama kwa kawaida hapa unaweza kuona kama vile Alex yupo tu kwenye mapumziko na Carol ni kama vile anafanya mazoezi tu, lakini ukweli ni kwamba warembo hawa wawili unaowaona hapa wako katikati ya misheni hatari sana, na wakileta uzembe tu basi wanaweza kukamatwa na kuuliwa kabisa. Sasa hapa Carol alikuwa anatoka kwenye hii sehemu ambayo ina ulinzi mkali sana, lakini Alex yupo zake nje akimlinda mwenzake na kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Lakini sasa ghafla jambo fulani hivi ambalo hawakulitarajia likatokea bwana, na hapa sasa kuna hatihati ya kuvurugika kwa hii misheni yao. Sasa at least hata sababu yenyewe ambayo inaharibu mpango ingekuwa labda kukamatwa au kufukuzwa, lakini huwezi amini kinachoenda kuharibu mpango ni swala la mapenzi bwana. Yaani kumbe mpenzi wake na Alex ambaye anaitwa Karim alimtumia ujumbe Alex na kutaka kuachana naye. Baada ya Alex kupokea huo ujumbe, Alex akakataa kabisa kuachwa kwa SMS bwana. Yaani hapa bwana penzi aliwezi kufa namna hii. Basi bwana hiyo issue ilivuruga akili yake sio poa. Sasa badala ya kufocus kwenye misheni yao, Alex akaanza kutuma message za mapenzi kwa huyo Karim. Yaani hapa ndo anazidi kuharibu kila kitu kwenye hii misheni. Carol akamwambia mwenzake kwamba yaani haijalishi atafanya kitu gani, kama kuachwa ameshaachwa, ni bora tu akubali matokeo, so asiendelee kuwa king'ang'a. Lakini sasa Alex hakukubali hata kidogo mawazo ya mwenzake. Yeye alikuwa akiendelea kujaribu tu kumshawishi ex wake mtarajiwa aweze kukubali kukutana naye kesho yake ili aweze kuyajenga. Baada ya muda Karimu alikubali kukutana naye bwana, na sasa hapa Alex akarudisha umakini wake kwenye kazi. Basi bwana wakapanda bike lao pale ili waweze kutoka ili eneo, maana ni hatari sana. Sasa wakiwa kwenye harakati zao za kutoroka, Carol akaanza kumwambia Alex kuhusu tabia chafu za Karim, na hapa alikuwa akijaribu kumshawishi kwamba ni bora kuwa single tu kuliko kuwa na mahusiano na mtu ambaye ana drama nyingi sana. Si hata wewe unaitazama hapa upendi iko kitu Wakati wapo wanadiscuss kuhusu hayo mambo, ghafla Alex akagundua kwamba kuna drone ambazo zinawafuatilia ise. Sasa Alex akachukua jukumu la kupambana huku Carol na yeye akiwa anaendesha bike, lakini matatizo ya kimapenzi ya Alex yanaendelea kumvuruga. So Carol akamwambia mwenzake kwamba kila drone atakayoiona ichukulie kama vile ni ex wake Alex ili aweze kuwa na hasira zaidi ya kuzifumua. Of course walizitungua drone zote, matatizo mengine yanaibuka bwana, bike lao likalipuliwa. Sasa baada ya mapambano makali, hatimaye aliweza kufanikiwa kutoroka kwa kutumia hizi ambazo anaziita paragliding wings kama unavyoona hapo. So aliruka na kuweza kutoweka kabisa eneo la tukio. Sasa baadaye tunamuona Carol akiwa hospitalini. Huwezi amini bwana, aligundulika kuwa ni mjamzito wa wiki kama 6 hivi, jambo ambalo linamweka kwenye wakati mgumu sana juu ya kufanya uamuzi wa kukaa na hiyo mimba au la, maana bado kuna issue nyingine walikuwa bado hawajaikamilisha, na issue yenyewe ilikuwa ni kuiba mchoro wenye thamani kubwa sana ambao unaitwa The Grand Oladisque. Mchoro huo ulikuwa umehifadhiwa kwenye jengo moja hivi la maonyesho ya sanaa, na ilikuwa ni lazima wauibe kabla hujachukuliwa kusafirishwa kwenda Paris. Sasa Carol na Alex ndo ambao walikuwa wakisuka mpango wa kuiba huo mchoro. Hiyo mission ambayo anatakiwa kwenda kuifanya ilitakiwa iwe kazi ya mwisho kabisa ya Carol pamoja na Alex, maana hawakutaka kuendelea na maisha ya uhalifu kila siku. Sasa bosi wao mkubwa ambaye huwa anawatuma kwenye hizo mission anajulikana kama The Godmother. Huyu mwanamke bwana ni mtata sio poa, na huwa hazivi kabisa na mtu yeyote yule ambaye anajaribu kujitoa kwenye biashara yake. Sasa The Godmother aliwachimba mkwara mzito sana, maana hawa warembo wawili bwana walikuwa wanataka waachane kabisa na hii kazi. Ila sasa bi mkubwa aliwaambia kwamba ana uwezo wa kuwarudisha kule alipowatoa wakati wowote ule ambao yeye atautaka. Sasa tujui huyu Maza aliwatoa wapi, lakini alikuwa akitaka kutoka sana sana alikuwa ni Alex. Sasa baada ya kuona kwamba bi mkubwa amekomaa sio poa, hataki kuwaachia, anataka waendelee kufanya hizo kazi haramu, Carol akamchukua mwenzake Alex pamoja na sungura wao na kwenda zao kujificha mafichoni ndani kabisa ya msitu. Na uwezi amini hapakuwa tu kwenye nyumba ya kawaida, ilikuwa ni sehemu fulani hivi ya mafichoni ambayo ilikuwa ina milango ya vioo. So ilikuwa ni ngumu sana mtu yeyote kujua kwamba sehemu hii anaweza akawa anaishi mtu. Yaani pamedesigniwa kiufundi sio poa, si unaona mwenyewe. So hapa wanaweza kutumia muda wao kupumzika na kujadili namna ya kuacha maisha ya uhalifu na kuanza maisha yao mapya. Lakini usiku mmoja bwana, ghafla watu wakaanza kuwashambulia kwa risasi. Uwezi amini walikuwa wako ndani, lakini nje walikuwa kisikia vioo vikipigwa na risasi. Alex akagundua kwamba hao mashambulizi target ilikuwa ni wao. Japokuwa kuta zinaweza zikazuia risasi kwa muda, lakini endapo kama hao maadui watakuja kugundua mlango wa siri ambao upo hapo, basi hali inaweza kuwa mbaya zaidi. Kwa bahati mbaya bwana, sungura wao aliuliwa, na hiyo ikawafanya waone kabisa kwamba hapa walipo sio sehemu salama hata kidogo. Baada ya kushindwa kujificha tena, waliweza kurudi na kuongea na Godmother kwa amani kabisa, lakini
hakuna ambacho aliambulia. Badala yake huyu bi mkubwa aliwapa ofa ya kazi ya mwisho ambao wakikamilisha watalipwa dola za Kimarekani milioni 2. Basi bwana aliwapa hiyo taarifa ya mission na walitakiwa waende sehemu moja hivi ambayo inaitwa Corsica, na kazi yao itakuwa hiyo ya kuiba mchoro mkubwa sana ambao unaitwa The Grand Odalisque, na wanatakiwa wafanye hiyo mission chapo waweze kuuchukua, yani kabla huo mchoro haujaondoshwa na kurudishwa Paris. Hata hivyo mtu ambaye anawapa hayo maagizo ya kazi ambaye anaitwa Abner hana taarifa za kutosha kuhusu hiyo mission, yani ajui hata ramani ya hilo jengo ambapo wanaelekea kuvamia. Alex alikuja kuchukia sana aliposikia kwamba mwenzake Carol ameomba apatiwe dereva mwingine, akihisi kama yeye haaminiki hivi, na alifanya hivyo kwa sababu alikumbuka kabisa kwamba mwenzake alishawahi kusababisha ajali mbaya sana miaka ya nyuma wakati wapo Poland. Basi bwana walikuja kupewa dereva mwingine ambaye alikuwa akiitwa Sam. Pamoja na Sam kuwa hajuani kabisa na hawa warembo, ila Alex alikuwa akiendelea kumchukia Sam tangu mwanzo alipokutana naye. Sasa walivyofika Corsica, Carol aliweza kushangaa sana kuona nyumba ambao walipewa na huyo godmother waweze kukaa ilikuwa ni nyumba fulani hivi ya kifahari sana kuliko vile alivyokuwa anamchukulia. Dereva Sam bwana akachagua chumba chake kizuri, na ghafla alianza kubishana bwana, kila mtu akigombania chumba kizuri. Sasa hapa tunamuona mwanaume mwingine ambaye anaitwa Clarence, ambaye huyu ni muuzaji wa silaha. Carol na Alex waliweza kukutana naye kwa ajili ya maandalizi ya kazi zao sasa. Na wakati huo huo Alex tayari yeye mwenyewe ameshaanza kumpotezea Kimu mdogo mdogo, yani Kimu yule mpenzi wake ambaye alikuwa akimsumbua kichwa tangu mwanzoni. Baada ya kununua vifaa mbalimbali, Carol akaanza kumfundisha dereva wao Sam namna ya kutumia silaha. Hii ni sehemu muhimu sana kwa Sam kwa sababu yeye kwenye hizi kazi hana experience yoyote, kwa hiyo inabidi afundishwe kidogo ili awe vizuri, litakalotokea la kutokea aweze kujilinda yeye mwenyewe. Lakini Alex alikuwa na wasiwasi kichizi juu ya mwamba ambaye amewauzia silaha na kumuuliza mwenzake Carol, vipi hivi unaweza kumwamini kweli huyu, maana asija akawachomesha kwa serikali. Lakini Carol alimjibu mwenzake kwa utulivu kwamba vitu hivyo si tatizo kubwa kwao, ukiachana na huyo mtu ambaye wanamhofia, wao wenyewe tu issue wanaofanya ni hatari. Kwa hiyo inabidi watakapoingia mzigoni wao wenyewe wawe makini, sio poa, maana wanaenda sehemu ambayo sio ya kawaida, ina ulinzi kama wote. Sasa wakati wakiwa wanakula chakula cha jioni, Alex akaja kugundua kwamba Carol hajakunywa pombe kabisa, yani kama alivyomzoea. Alivyouliza bwana Carol hakutaka hata kudiscuss kuhusu hiyo issue. Lakini baadaye usiku Alex aliweza kumkuta Carol akila kachumbari, na ni kitu ambacho amekuwa hakipendi hata kidogo. Sasa leo amekuaje anaacha kutumia kitu anachokipenda, anakula kitu ambacho hakipendi. Alex akabaki akimkodolea macho mwenzake tu, ni kama vile kuna kitu ambacho kinazunguka kichwani mwake. Si hata wewe mwenyewe kama ni mdogo wako wa kike au dada yako akianza kula vitu vichachu utakuwa unajua tu sababu. Basi akamwambia mwenzetu, vipi tena? Umeshajazwa nini? Basi bwana Carol alikasirika sio poa, maana hakuwa na mpango wote ule wa kubeba mimba. Basi bwana siku inayofuata Sam akamuuliza Carol namna alivyoanza kufanya kazi kwa pamoja na Alex. Carol akaanza kuelezea kwamba walikutana na Alex kipindi cha nyuma kidogo, na wakati huo Alex yeye alikuwa na miaka 14 tu. Carol hakujua uwezo wa Alex ungekuwa mkubwa kiasi hicho kwenye hizo shughuli, lakini mapema sana alikuja kugundua kwamba ana uwezo na kuanza kumwamini kutokana na confidence yake. Kutokana na hayo majibu, Sam yeye mwenyewe alianza kuamini kwamba Alex ni mwanamke fulani hivi jasiri na ambaye haogopi kitu. Basi bwana baada ya mishemishe za kila siku, wao mabinti wakaanza kupumzika na kuanza kufurahia mazingira mapya huko Corsica. Sasa baada ya Carol kuona mtoto yupo kwenye stroller, hawezi amini alitabasamu, yani hiyo inamaanisha kwamba alikuwa na furaha sio poa. Baadaye aliweza kumpigia simu daktari na kumwambia kwamba hana mpango tena wa kutoa hiyo mimba, so atakaa nayo tu mpaka pale atakapokuja kujifungua. Na huo ulikuwa ni uamuzi mgumu sana kwake, lakini ndio hivyo tena, ameshaamua. Sasa wakati huo mafunzo ya Sam yakawa yanaendelea chini ya Alex. Kwa namna alivyokuwa anafyatua risasi, akaanza kuwa mtata kidogo na yeye, lakini uwezo wake wa kukaa macho wakati wa usiku imekuwa ni tatizo kidogo. Lakini Alex yeye mwenyewe baadaye alikuja akakiri na kusema kwamba huyo Sam huwa anachoka sana kwa sababu huwa anampa mafunzo magumu sana, na anafanya hivyo kwa makusudi ili aweze kumchosha. Sasa kutokana na kwamba bidada tumboni ana kiumbe, alikuwa akilalamika sana namna msosi ulivyokuwa unapikwa, maana msosi wa leo ulikuwa una chumvi sio poa. Lakini Alex alishangaa sana kuona hiyo reaction ya Carol imekuwa kubwa sana, jambo ambalo sio kawaida hata kidogo, maana miezi ya nyuma Carol kwenye mambo ya chakula huwa amaindishi wala nini, ila mimba zina tabu sana. Sasa Carol akamwambia Alex kwamba kwa sasa Sam yupo tayari kabisa kupewa misheni yake ya kwanza, ila safari hii Alex ndo ambaye atakuwa anasimamia kila hatua ili kuhakikisha kwamba hakuna kitu kinaharibika. Na misheni yao ilikuwa ni moja tu, kuingia kwenye lile jengo ambalo aliagizwa na godmother, kisha waibe zile blueprints, yani zile ramani za mule ndani. Lakini waliekeana sheria moja hivi ambayo hakuna mtu yoyote ambaye atapaswa kusababisha ile alamu ya ulinzi kuweza kupiga. Kwa hiyo inabidi mtu awe makini sana. Sam ni dereva, lakini kutokana na kwamba alishapewa mafunzo, basi bwana Sam ikabidi aingie ndani ya jengo. Kutokana na kwamba alikuwa bado ni mgeni kwenye kazi hizi, muda wote yeye alikuwa akitupa macho yake dirishani tu kuhakikisha kwamba Alex atakuwepo bado yupo nje au ameshasepa. Alex akawa anamkemea kila mara kupitia kifaa chao cha mawasiliano kwamba asifanye uzembe na aache uoga, lakini Sam wapi, kila baada ya sekunde chache anarudi tena dirishani. Basi bwana baada ya muda akafanikiwa kuingia mpaka ofisini ambapo alikuwa wametargeti. Alex alikuwa akimpa maelekezo hatua kwa
hatua kupitia kifaa cha mawasiliano, na mwishowe Sam aliweza kufanikiwa kupiga picha zile ramani zote muhimu kwa kutumia simu yake. Baada ya kumaliza hiyo mission, Sam akaanza kujikubali bwana. Yaani hapa akawa anaona kabisa kwamba shughuli za kijasusi basi zimeletwa kwa ajili yake. Lakini Alex akawa anamwambia kwamba usijisifie sana, hii haikuwa mission halisi, ilikuwa ni mazoezi tu. Wakati akiwa bado anaongea, ghafla kundi la wanaume likaanza kuelekea kwenye ile ofisi ambayo alikuwepo Sam bwana. Alex aliweza kugundua mapema sana, akamwambia Sam kwamba akae kimya, yani asitoe hata sauti. Hii ilikuwa ni mission halisi kabisa, lakini Alex alimwambia vile Sam kwamba hapo kwenye majaribio ili Sam asijisifie sana. Kisha Alex akawachapa mishale fulani hivi ambayo ilikuwa ina dawa ya usingizi. Basi bwana, kila mtu aliyedungwa akaanza kuanguka chini hapo hapo bila kupiga hata kelele. Sam alibaki ameshangaa sana, lakini kabla hajatulia, mmoja wa wale wanaume bwana, fahamu zake zikaanza kurudi. Alex akaamua kumfundisha Samu issue fulani hivi. Badala ya kumkabili haraka haraka, akamwacha kidogo makusudi ili Samu aone jinsi kosa dogo linavyoweza kuharibu misheni nzima. Na kweli bwana, yule jamaa akafanikiwa kufika kwenye kitufe kikubwa chekundu, kisha akakibonyeza. Alamu ya jengo zima ikaanza kulia kwa sauti kubwa sana. Samu hakusubiri, akakimbia mpaka kwenye pikipiki yake. Alex naye akaruka nyuma yake. Safari ya kutoroka ikaanza bwana. Samu ikabidi aendeshe kwa kasi sana, huku Alex nyuma akiwa amejishikilia kwa nguvu na kuendelea kuangalia kama kuna watu wote ambao wanawafuatilia au wako wenyewe. Baada ya kufanikiwa kutoroka lile eneo bwana, Alex akaanza kulalamika sana, akamwambia Samu eti kwamba ameendesha pikipiki kwa kasi sana. Karo yeye hakwenda kwenye hiyo mission. Sasa walipofika kwa Karo na kumpa zile ramani ambazo ameziiba, Karo aliweza kumpongeza sana Samu, lakini pongezi zake zilikuwa za tofauti kidogo. Huwezi amini bwana, alimsukuma Samu kwenye swimming pool, kisha wote wakawa wanafurahi kwa pamoja. Baadaye Karo akamwambia kwamba inabidi usiku aweze kutoka ili kwenda kujipongeza kutokana na kazi nzito ambayo ameifanya. Alex aliamua kuvaa viatu fulani hivi vya matairi, lakini ukweli ni kwamba hakuvivaa kwa ajili ya michezo. Lengo lake kubwa ilikuwa ni kwenda kukutana na Clarence. Sasa kwa bahati mbaya, Karo pamoja na Samu wakawa wanacheka sio poa, maana walikuwa wanajua kabisa Alex ana chembechembe fulani hivi za kumpenda huyo Clarence, mwamba ambaye aliwauzia silaha. Lakini bila wao kujua, kulikuwa na mwanaume mmoja hivi ambaye alikaa pembeni akiwatazama kwa makini sana. Yaani muda wote huyo mwamba macho yake alikuwa yapo kwa hawa warembo. Baadaye Alex alienda kwenye sherehe fulani hivi ambayo watu walikuwa wakiruka kopo, alafu pia kulikuwa kuna watu wengi sana. Na kama alivyopanga, aliweza kukutana na Clarence, wakaanza kuzungumza, wakacheza pamoja, na mwisho hisia zao bwana zikaanza kuvutana. Kabidi wachapane mabusu. Upande wa Sam napo alikutana na msichana mmoja hivi, wakakaa pamoja wakinywa na kupiga zao story. Lakini kadiri mazungumzo yao yalivyokuwa yanaendelea, Sam akaamua kufungua moyo wake mbele ya Karo bwana. Akamwelezea kwamba alikuwa na mpenzi fulani hivi ambaye alikuwa akimpenda sana, lakini alifariki kwenye ajali mbaya sana ya gari miezi fulani hivi ya nyuma, na hilo tukio liliweza kubadilisha maisha yake kabisa yani. Na ndio maana mpaka hii leo haogopi kitu chochote ambacho ni cha hatari. Sasa wakati wao wanaendelea kufurahia huo usiku, bado yule mwanaume ambaye alikuwa akiwatazama alikuwa akiendelea kuwafuatilia tu. Na safari hii bwana haonekani kumlenga Alex peke yake, hata Clarence mwenyewe alikuwa kwenye hiyo hatari. Ghafla akamvamia Clarence na kumpiga mpaka akapoteza fahamu. Baada ya hapo akamgeukia tena Alex na kuanza kumkaba shingoni, lakini Alex naye sio wa mchezo. Basi bwana, mapambano makali yakaanza. Yaani mpaka anamaliza kupigana tayari ilikuwa muda umeenda sana na kuna karibia kupambazuka. Alex pamoja na Clarence wakaamua kutupa mwili wa mwamba kwenye mto, lakini baadaye Clarence aliamua kusema ukweli. Akamwomba Alex msamaha na kukiri kwamba yeye ni mtu ambaye anafuatiliwa na watu hatari sana. Kumbe sasa hapa tumeshajua kwamba Clarence ndio ambaye alikuwa akifuatiliwa sana na huyo mwamba, na ndio maana mashambulizi kama hayo kwake amekuwa akimtokea mara kwa mara. Kutokana na kwamba Alex alimpenda, hilo hakuliona kama ni tatizo, aliendelea kuwa naye kama kawaida tu, na Clarence naye pia alikuwa akimpenda sio poa. Sasa wakati Karo akiwa amepumzika zake nje kwenye jua, ghafla kivuli kikaa kinamfuata. Ile kuinua macho, huwezi amini bwana, ni the Godmother. Godmother alimuuliza kuhusu Sam kama kweli yupo tayari kuchukua nafasi ya Alex kwenye kazi zao au ni mchezo tu, lakini Karo kamjibu kwa utulivu kwamba hawamhitaji Samu peke yake, yani wote wawili ni muhimu sana kwenye mission. Sasa upande wa Alex hakutaka hata kuzungumzia ishu ya yule mtu aliyewavamia. Kichwa chake kilikuwa kimejaa kitu kimoja tu, ni kulipiza kisasi cha sungura wake ambaye alipotezwa kule msituni kwenye vioo. Na pia aliweza kuwalazimisha na kuongea na Karo pamoja na Samu waweze kuungana naye kwenye hiyo mission yake ya kumtafuta yule ambaye alimuua sungura wake. Sasa kabla ya kazi ambao wamepanga waifanye kesho, si unajua tena ugonjwa wa Alex huwa anaendeshwa sana na hisia kuliko mipango. Basi bwana, wakajifanya kwenda kwenye mission ya kujifanya kwamba wao ni dancers wanaotafuta kazi, na hiyo yote ni kwa sababu alikuwa ameshapata details juu ya yule mtu ambaye alisababisha kifo cha sungura wake. So ameenda kwenye hii sehemu akijua kabisa kwamba wanaweza wakampata.
Basi bwana, mpango wao ukafanya kazi, so akamvamia yeye pamoja na watu wake wote na mapigano yakaanza bwana. Mwisho wake Alex akafanikiwa kumpiga risasi na kumaliza kila kitu. Baada ya tukio hilo, Alex akaanza taratibu kumkubali Sam kama sehemu ya timu yao, na wakati huo Carol yeye pia alikuwa akitumia nafasi hiyo kufungua siri kubwa sana. Aliweza kuwafungukia wenzake na kusema kwamba yeye ni mjamzito. Alex akabaki kimya kwa muda akijaribu kuelewa kama anachokisikia ni kweli au ni utani. Baada sasa ile hali ya mshtuko kupungua, wote wakaanza kushangilia habari hiyo bwana. Huwezi amini bwana, baada hapo Carol akaanza kuropoka majina ya mtoto ambaye anatarajia kuzaliwa, na hapo ndipo Alex na Sam wakaangua kicheko, maana majina yake yalikuwa ya ajabu sio poa. Sasa wakati huo bwana, Abner alikuwa akiwasubiri sehemu moja hivi ili kuweza kuwapa maelekezo ya mwisho juu ya mission ambayo anatarajia kuifanya. Akawaambia ni lazima waibe mchoro kutoka gorofa ya juu kabisa majira ya usiku, kwa sababu ndio kipindi ambacho jengo huwa linakuwa tupu kabisa, na Sam atakuwa anasubiria kwenye gari. Carol akauliza wataingiaje ndani ya hilo jengo. Sasa Abner ambaye ndiye mtu aliyekuwa anawapa mission na kupanga mipango yao akajibu kwa kujiamini kwamba wataingia ndani kwa kutumia mbinu maalum ambayo inaitwa Trojan Horse. Lakini ukweli ni kwamba hata yeye mwenyewe hakuwa na mpango wowote ule wa maana. Alibaki nje tu akijifanya kwamba yeye ni muuza chakula ili asije akazua shaka kwa watu ambao walikuwa hilo eneo. Muda mfupi baadaye Abner akafanya makosa bwana, akajichanganya kwenye kazi yake mpaka kasahau kuwapa ishara wenzake ya kwanza mission. Alex alipoona kwamba muda umeenda sana, akaamua kutoendelea kusubiri bwana, akaingia ndani ya jengo peke yake na kuanza kufanya mission mwenyewe. Lakini ghafla mambo yakaharibika. Kumbe bwana, sehemu ambao alitarajia kwamba itakuwa kimya, huwezi amini ikajaa watu kibao. Kumbe kulikuwa na watu fulani hivi ambao walikuwa wakishuti video ya muziki. Kila upande kulikuwa na kamera bwana, taa kubwa, yani kulishona watu, madirector wa video, watu kibao, na walikuwa busy tu na kazi zao. Sam yeye mwenyewe hakuwa na amani hata kidogo. Kila alipokuwa anapaki gari lake alikuwa akiambiwa kwamba aliondoe kwa sababu sehemu hiyo ilikuwa inatumika kufanyia video. Wakati huo Alex alikuwa anawaondoa walinzi mmoja baada ya mwingine ili Carol aweze kupata nafasi ya kupata walichokifuata. Lakini baada ya kufika kwenye ile gorofa, wakakuta ile gorofa lipo tupu. Of course walikuwa wanakaribia kabisa kufanikiwa, lakini waliaso sio poa. Lakini ghafla wanawake wawili wakaingia kwenye lifti. Hapo ndipo wakagundua kwamba jengo lote lilikuwa limejaa watu kuliko walivyotarajia. Hata hivyo bwana, Carol lakini alikuja kufanikiwa kupata ule mchoro walioufuata. Alex naye alikuwa akiendelea kualaza usingizi kila mtu aliyekuwa anakaribia hilo eneo. Cha kushangaza sasa, Abner na yeye akarudi kwenye mawasiliano ya kutaka kuwasaidia, lakini muda huo alikuwa hawamhitaji wala nini, kwa sababu alikuwa anaenda kumaliza kazi. Yani anakumbuka shuka wakati kumesha kucha. Basi bwana, wakatoka nje kupitia mlango fulani hivi wa mbele. Kesho yake Alex akamwambia Carol kwamba Clarence ameondoka na amehamia zake Mexico. Lakini hiyo habari ni kama vile ilikuwa ni ya kawaida tu kwake, tofauti na kipindi cha nyuma ukimwambia kuhusu masuala ya kutengana na mpenzi. So moyo wake haukuvunjika wala nini. Carol aliweza kumkumbatia, lakini bado alikuwa na wasiwasi mkubwa sana moyoni mwake, kwa sababu alijua the Godmother hakuwa mtu wa kuwaachilia tu kirahisi. Sasa baada ya siku mbili, Sam pamoja na Alex wakajiandaa kumlinda Carol kwenye misheni yao ya mwisho kabisa ya kukutana na the Godmother. Walipofika wakashangaa sana kumuona Godmother akiwa amebadilisha kabisa muonekano wake na kufanana sana na Carol, na alifanya hivi ili kumchanganya mtu yoyote ambaye anaweza akajaribu kumpiga risasi wakati akiwa yuko mbali. Baadaye Carol akamwomba waingie chobingo ili kwenda kuongea huko. Sasa walipoingia ndani ya chumba, Carol akampa Alex ishara kwamba afyatue risasi, huku akimwambia yani wanataka wampoteze the Godmother kwa njia ya risasi, kwa sababu aligoma kabisa kuwaachia wawe huru na maisha yao. Huwezi amini bwana, bila kusita akafyatua risasi. Lakini huwezi amini bwana, baada ya sekunde chache akaja kugundua kweli risasi yake ilifanikiwa kumpata the Godmother. Basi bwana, ghafla eneo lote likageuka kuwa uwanja wa vita. Walinzi wa the Godmother wakaanza kushambulia kutoka kila upande. Yani Alex akatambua kabisa kwamba hapa hakuna kufanya mchezo hata kidogo, la sivyo anaweza akapoteza maisha. So cha msingi ni kuingia kupambana tu. Lakini mbaya zaidi ni kwamba maadui walikuwa ni wengi sio poa. Sasa Carol akaingiwa na kauoga fulani hivi, akamwambia Alex kwamba asiendelee kupambana kwa sababu shughuli kubwa atakuwa ameshaimaliza, na mwenzake tu alichukua hilo jukumu la kupambana kujaribu kumlinda Carol ambaye alikuwa ndo yupo karibu na huyo Godmother. Lakini maadui walikuwa wengi sana. In short, kwa sasa watakuwa wako huru kuweza kufanya maisha yao. Basi bwana, polisi wakafika eneo la tukio. Carol akajua kabisa kwamba kama endapo atakamatwa basi huenda akateseka sana, hivyo akaamua kujimaliza mwenyewe. Na alifanya hivyo kwa sababu alikuwa akijulikana kwamba yeye pamoja na the Godmother alikuwa akifanya uhalifu sana. So alijua kabisa kama akiingia mikononi mwa polisi hatakuwa salama hata kidogo. Miaka 4 ikapita. Alex akaacha yale maisha ya uhalifu na akaenda kuishi zake kijijini. Huko alikuwa akilima nyanya zake kwa amani sana. Sasa siku moja Sam akamtembelea akiwa na mtoto wake mdogo ambaye anaitwa Raul. Kisha akaja kumwambia jambo ambalo yeye mwenyewe hakutarajia kabisa kulisikia. Huwezi amini bwana, alimwambia kwamba Carol yupo hai na amekuja hadi huko kijijini. Alex alishindwa kuamini kabisa. Sasa baada ya maumivu yote ambayo aliyapitia kwa miaka yote juu ya kumpoteza mwenzake, furaha ikarudi tena. So akamkimbilia Carol pale na kumkumbatia, maana alikuwa amemiss
nahisi sio poa. Na huu ndo mwisho wa movie yetu ya Wing Woman. Usisite kuweka komenti yako kutuambia unatazama hii recap kutokea wapi, na pia usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine zaidi ili waweze kuenjoy. Hii ni Mentalix Recaps na mimi ni mchizi wako Aiko. See you next time.